Aya, karibuni ngani. Karibuni. Karibuni mkae. Asante. Kama nilivyotangulia kusema mwanzoni, tumetokea hapo katikati, kuna kanisa moja hapo Bethania. Sisi hapa tumekuja tunaeleza habari njema. Mimi jina langu naitwa Wema Mwakarobo, nimeongozana na wenzangu. Mimi kwa majina naitwa Asheri. Asante. Kwanza kabisa tunashukuru kwa kukubali kutusikiliza. Sijui wenzetu ni mwenyeji hapa Mbalizi. Mimi hapa ni mwenyeji dada yangu. Hapa ndo nimezaliwa na familia yangu yote iko hapa. Hongera. Asante. Mbona familia hapa? Nina tutoto tuwili. Jambo jema. Sisi tunasali kama kusema, sisi wenzetu tunasali. Hapo kwenye kusali. Tunapoangalia wanadamu mara nyingi tunafikiri juu ya uwizi, uzinzi na kadhalika. Lakini Biblia inatuambia kwamba dhambi chochote kile ambacho kimpendezi Mungu na ni kutenda kinyume na sheria zake. Na kutununulia mahali mbinguni. Pia Kristo anatoa kwetu uhuru kutokana na hofu ya kifo na mapema, kwa sababu alitatua yote pale msalabani. Ngoja nikupe mfano. Biblia inasema kwamba hichi kitabu cha mkono wa kushoto ni maisha yangu, kinaelezea kila wazo nililowaza, kila neno nililotamka na kila tendo nililowahi kulitenda. Biblia inasema kwamba siku moja vitabu vitafunuliwa na kila kitu kuhusu maisha yangu kitakuwa wazi. Mimi naamini uliosajili. Funguo hizi zisiweze kufungua ile mlango, isipokuwa ule uliosajili utakaweza kufungua mlango. Imani ndio ufunguo ambao unaweza kufungua mlango wa mbinguni. Imani ni kuokoa. Hakuna kitu kingine chochote hapa duniani kinachoweza kufungua mlango huo. Na kiti hiki ambacho hakina mtu ni Yesu Kristo. Kwa muda mrefu niliamini kwamba Yesu Kristo alikuwepo na kwamba angeweza kunisaidia, lakini sikuwa na uzima wa milele kwa sababu nilitegemea matendo yangu mema yatanifikisha mbinguni. Je, unakumbuka katika jibu lako yale aliyosema utamwambia Mungu kwa nini? Akikuuliza kwa nini nikuruhusu ingie mbinguni kwangu, wewe ulisema kwa sababu unaishi na watu vizuri na unatenda matendo mema, si ndio?
wa milele. Matendo 16:21. Kiti, kusudi la maisha matakatifu, kusudi la upendo wa kwa ajili ya mahitaji ya kawaida ya nani yenye kuokoa kimtegemea Yesu Kristo kwa ajili ya kawaida ya leo atumia omba pamoja naye maneno mafupi naanza. Je, umeelewa hayo? Huu ni uamuzi muhimu sana katika maisha yako. Ningependa kueleza maana yake kwa kina zaidi. Maisha mategemeo yako kutoka kwako mwenyewe na kwa kazi ya Yesu Kristo msalabani. Bwana hakika Bwana anaweza kuamua maamuzi yake namna ya kupokea Bwana. Lakini mtu huyo akikaa zaidi ya miaka 40 atakuwa ametenda dhambi zaidi ya 40,000. Fikiria mhalifu mkubwa ambaye akipelekwa mahakamani kwa makosa ya kuangalia matendo yangu niliyotenda yote yameandikwa katika kitabu hiki. Siwezi kusimama na saiti. Hebu tuseme kwamba makosa yangu ndio yapo kwenye hiki kitabu ambacho kipo mkono wa kushoto. Kuna shida, si ndio? Hamna shida. Tufikiri kwamba hiki kitabu ambacho kiko kwenye mkono wangu wa kushoto ndio matendo yangu ninayoyatenda yanaandikwa. Kwamba Mungu siku ile atayafunua matendo yangu ambayo nimeyatenda huko. Tunainona mioyo
Made, shikamoo. Mnaendeleaje? Kwema. Wazima, nimewaletea vijana. Nashukuru sana. Haya, asante, si tupo. Haya, baadaye. Katika jina lako Yesu, Mungu mwaminifu. Asante Baba kwa mwana kondoo wako huu uliyemchagua siku ya leo. Umeona ni vema Bwana ageuze maisha yako na kukutegemea wewe. Ninakuhitaji Bwana, mkono wako wa hodari ukamlinde, ukampiganie zidi ya magonjwa, zidi ya kila namna ya mashambulizi ya shetani. Nenda kayaondoe katika familia hii Bwana. Ninakuhitaji wewe Mungu, ukamuongoze juu ya maisha yake, ufalme wa amani, akapate kuona neema yako na ukombozi wako, maana wewe ni mwenye Alileta mwalimu kwa kwanza. Haya, tutagawana na wenzio. Waliokosa kina wewe. Tutagawana wote. Wakina nani wamekosa? Nani mwingine? Hiyo ndio hapo tutaenda kununua hapo, sawa? Sawa? Haya. Mmenyitani? Abe. Kiwangu nifanyaje? Kwani unamtafutia jina ambalo